Nakuru Nakuru. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii kwanza nikukaribishe hapa kwetu Nakuru, na pia kusema tumefurahi kwa kuchukua Nakuru kama mahali ambapo kwa kuzindua hii Nyota program, kwa sababu wengi wenyu mnajua Kenya yote, lakini the headquarters of startups in the whole of Kenya is here in Nakuru. So the county with the smallest startups is here in Nakuru, and I'm happy that you have Bomet, Ringo, Narok, and wale wote ambao wanakaribia. Lakini tu kwa kifupi, Mheshimiwa Rais, nataka kusema tunafanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya Uhamiaji, kwa sababu wale wote ambao wanaingia biashara wanaanzia chini. That is where they are mentored, and I'm sure out of all those who are here, in another 10-20 years, you will be having bigger places, selling bigger markets, and that is what we want to see. Lakini tu kwa kifupi, ningetaka pia kusema, kwa sababu tumekuja hapa Nakuru, na tumekuja hapa wakati ambapo mwezi jana Rais alizindua hii barabara ya kutoka Rironi kuja Mombasa. I want to tell the young people of this region, because hii barabara inaguza Baringo, inaguza Bomet, inaguza Narok, inaguza hizo kaunti zote ambazo zimeketi hapa. This is the biggest asset ambayo mtakuja kufikia. Kama una bidhaa utatengeneza hapa, unataka kupeleka Narok, kuna tourist, unataka kwenda mahali fulani, itakuwa ni rahisi kuweza kufikisha hapo. Kwa hivyo, Your Excellency, this road is the biggest single investment that has happened in this region. And the last one we did was 40 kilometers Thika. This is more than 4 times Thika road. So in terms of wealth creation for this region, Your Excellency, we believe we'll be going very far. Ya mwisho ni kwamba hawa vijana wetu ambao wanafanya kazi hapa, wengi ambao watasaidika siku ya leo pia wameshapata taaluma ama training on how to do business. I think the important part here to mention is that you will be operating in an economy. Na wiki jana tumerelease the economic survey ya Kenya, ambayo imeonyeshana uchumi wetu unaenda wapi? Juu. That the economy is improving in sectors of agriculture, construction and building, inaenda juu. Kwa hivyo tunaomba katika affordable housing projects muweze kuwa part of the supply team, to be part of the people who can be plugged into the already existing programs za serikali. Mimi namalizia tu kwa kusema Rais William Ruto amekuja kuonyesha kuna watu wa aina mbili, those who say where the problems and those who solve the problem. We are here to solve. To solve what? And leadership is about solving a problem. Asante sana na Mungu azidi kuwabariki. About this day here today, because this is what you have talked about through the years, the 3 years that tumekuwa kwa ofisi, maneno ya making sure that we take care of our young population, vijana wetu, our youth. But before I speak much, let me invite Mheshimiwa Gift that atakuja kuwa. But I also want to congratulate kila mtu mwenye ako hapa leo, mwenye ameingia kwa hiyo program, because as you have heard the numbers, very many of you applied, and a few of you managed to get in and be part of the program. Kwa hivyo, there is something in you that says, for sure, I am very sure, you will be very successful through this Nyota program. So, thank you, na msituangushe, sio? Sasa mkipewa hiyo pesa pia, do with that money what you are supposed to do, sio? Mfanye hiyo biashara. Kwa sababu I know it's after the holidays, pengine mashida ni mingi, so you might be told tufanye hivi alafu tutarudishia, msiende kwa kupandia hiyo pesa, use it to do the work that you are supposed to. Sawa sawa. Na pia mnajua nataka mjiamini. And I'm sure when the president speaks to tell us, because if there is anyone we know mwenye ametoka chini sana katika biashara zake, sisi tunaambiwa maneno ya kuku. Na at the beginning maybe we all thought it's a joke, sio? Maybe we thought it is not true. But I want you to know and believe that you can do it, you can make it, to even one day be standing here and speaking because of how far you have gone with your start here in this Nyota program. Na mimi vijana wangu kutoka Nakuru County
what I want to promise you. Approach our Department of Trade. Mkishapata hizo pesa zenu na mkianza hizo biashara zenu, I will give you a waiver of your licenses. Sawa sawa. Nilikuwa nimekuja kuambia miezi 6, but I will give you the first year of a waiver for licenses. Na nini msiniangushe? Alafu pia sasa mnasema hivyo. Ni hivyo. Haya. Alafu sasa our president kuna soko kubwa sana ametujengea pale chini Ziwani. Mnaijua? Pale Bondeni. If anybody would want a stall kwa sababu ya ile biashara mnataka kuanza, approach us and we shall settle you in that new market. Na tena nataka mjue hata wale wenye hawakuingia for this program this time round. Katika Nakuru County nimewapea capitation of 30,000 shillings in the vocational training centers katika zile VTC. Kwa hiyo kama you need to get some more skills so that you make sure whatever business unaanza you are well equipped. Tafadhali mkuje mkie, it is free to you. Sawa sawa. And all you have to pay is exam fee and lunch. Na hata hizo tunawapea kwa basari kama mzazi ataweza. So kindly you young people, we need to keep the skills, we have the facilities, we have the money, I just need you to show up. Sawa sawa. In addition to that, we have enhanced the bursaries at our colleges and universities so that pia wenye wanataka kusoma, kuendelea na kusoma na wazazi hawana uwezo waweze kufanya hivyo. Na Your Excellency, let me also thank you. A lot of the times, many programs are designed in a way that a lot of the youth, wenye sasa unaona hapa, they are shut out because wengine mnaambiwa lazima uwe a degree holder ili uweze kuingia program kama hii. Lakini nimeona round hii umesema the educational requirements hazikuwa hizo, so kila youth mwenye anataka kufanya kuingia hii program ameweza kuingia. So thank you very much, Your Excellency, for that, because it has made sure that it has not shut out a lot of our youth who are able and ready and willing to join the Nyota program. Here as a county, we also have additional funds through the Wezesha funds, through enterprises and cooperatives. Pia tunawapatia pesa at a very, very, very low interest rate. Mnashikana na groups or cooperatives so that we continue to empower hata wale wenye pengine mko kwa hii program na mnataka kupata hata hiyo, you are welcome to that, but hata wale wengine wenye wako pale na hawakuweza kuingia kwa hiyo program. So we have the Wezesha fund as well as the Bugababa fund, and the money is available and ready. In addition to that, for those artists, we also have a modern state-of-the-art music recording studio for the youth ones hapa Bondeni na pia pale Naivasha. So you also have that sort of talent. I ask you to reach out, and finally we have also digitized a lot, almost all of our county services, so that hata mkiingia kwa hizi biashara zenu, it will be easy, there is no red tape, hakuna barriers za kuweza kuanza hii kazi. So for me, to say congratulations to all of you who have gotten into the program. My hope is even those others who want to get to the next tranche will be able to do that. Asante, Your Excellency, for walking your talk. Uliongea maneno ya bottom up. Mnakumbuka bottom up? Tulisema tunaanzia pale tukienda wapi? Na hiyo imefanywa hapa haijafanywa. Si nyinyi mnabadili bottom up. Kwa hiyo mnashikilia president. Si mtamshikilia kabisa. Your Excellency, as I conclude, nakumbuka wakati tulitembea na wewe Nakuru, and that was just here, but we did that in all the counties across the country. Wakati tulikuwa tunatafuta kazi in 2022. Hapa Nakuru, we did the economic forum. Now when you came and you listened to the people of Nakuru County, shida kubwa number 1 was jobs, especially for our youth. But by doing what you have done here today, you have taken care of that big challenge, and you have started that journey. Number 2 of the biggest issue that day was a very big challenge to access credit facilities kwa wale wanataka kufanya biashara.
kwa sababu Mashailo ndio walikuwa kila mahali. Ukitaka kuuza majukwaa yako kwa soko, lazima uwe Shailo, and the interest rate was so high that by the end of the day ni kama unafanyia Shailo kazi. Na ukisema once we come into tuingia kwa kazi, hiyo kazi ya Shailo tutafunga. Na kwa vile niliona hapa leo na ninasikia the target is 100,000 entrepreneurs, Your Excellency, you are on the way to shut down Shailo, empowering our youth, making sure they have been empowered economically, financially, na itasaidia even mental, because tumekuwa na lot of mental health issues kwa sababu ya vijana wetu kukosa kazi. So Your Excellency, all I can say kutoka hapa Nakuru, na as you can say wananchi wetu wa Kilia, sisi kwenda Bahati, kwenda Kuresoi North, Kuresoi South, na Pakutao East, na Pakutao West, Gili, kila mahali. There is your footsteps, your footprints in this county. Masoko, na nyinyi nataka pia wenye biashara ya hitaji masoko. We have very modern markets that will have good stores, good security, maji, ICT centers, meeting halls, and everything that you need for your businesses. Hizo pia Your Excellency the President, Nakuru County umetupatia kwa 25 modern markets. We cannot thank you enough. Na kwa hawa vijana pia Your Excellency, umesema pia sports ni muhimu, na umekuja hapa umetushikilia kama county kumalizia kazi pale ya Furaha Stadium. Na mshua mmeona Kenya Defence Forces ndio wanatumalizia ile kazi pale kupitia kwa Your Excellency the President, ile imetusaidia hapo. Na pia wamekuwa stadium upande wa Kuresoi South. So we continue to take care of our youth. Na nikimalizia siwezi sahau kusema asante for the continued start of the construction of the Rironi Mau Summit Road. Kwa hivyo sisi Your Excellency kiketi tukisema Nakuru two term, hatusemi two term just because there is a word called two term. Tunasema two term kwa sababu ya ile kazi tunatufanyia kama county na kama Kenya in general. Sisi tuko hapa Nakuru. Na mheshimiwa Kekali amenikumbusha pekee hakisikia. President alisema milango ifunguliwe, wananchi wa Nakuru County waweze kumsikia pia. Wananchi mko? Mmeingia?